Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena katika darasa huru kwa ajili ya kujifunza. Leo tutaenda kuangalia vitu vitatu muhimu ambavyo unapaswa kuomba wewe mwenyewe. Cha kwanza ni hekima. Tasoma Yakobo 1:5. Nasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote na kwa ukarimu, wala hakemei, naye atapewa. Lazima uombe. Ukiona kwamba kuna dalili ya kwamba unakosa kuwa na hekima, lazima umuombe Mungu wewe mwenyewe kwamba Mungu nipe hekima. Utajuaje sasa kwamba nina hekima imepungua? Anasema mtu wa kwenu ikiwa amepungukiwa na hekima, na aombe kwa Mungu. Dalili ya kwanza, unapokuwa mtu mwenye wivu, wenye uchungu ndani yako, lazima ujue kabisa hapa ni wakati wa kwenda kumwomba Mungu anipe hekima. Dalili ya pili ni ugomvi, mtu asiyesamehe. Ukiwa ni mtu usiyesamehe, mtu mwenye hasira, mtu mwenye fitina, unakuwa mtu ambaye mnafiki, usikilizi mtu yoyote, ushauriki, ujue kabisa wewe umepungukiwa na hekima. Kwa hiyo hizo ni dalili za hatari. Inatakiwa uende mbele za Mungu na umuombe ili akupe hekima. Mfano mmoja katika Biblia, Mfalme Sulemani alimwomba Mungu apate hekima, ajue namna ya kuingia na kutoka, namna ya kuamua watu, ajue kupambanua mema na mabaya. Na alimwomba Mungu, Mungu akamsaidia, akampa hiyo hekima. Utasoma mwenyewe kwa wakati wako, Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 6 mpaka wa 12. Kitu cha pili ambacho natakiwa wewe mwenyewe uombe unapopatwa na mabaya. Wakati unapopatwa na mabaya, lazima ukae utulie na umwombe Mungu kwamba ili aweze kukutoa kwenye hayo mabaya. Tutaangalia Yakobo 5 mstari wa 13. Biblia inasema, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe. Ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Kwa hiyo ukiwa unapatwa na mabaya, nenda mbele za Mungu uweze kufanyaje? Kuomba ili akutoe kwenye hiyo hali. Mfano tutaangalia katika Biblia, Mfalme Hezekia alipokuwa amepatwa na mabaya, ameugua, yupo katika hali ya kuugua, akaenda akaugeuza uso wake, akamlilia Mungu. Alipomlilia Mungu, Mungu akamponya na akamuongezea miaka. Tutasoma mwenyewe Wafalme wa Pili sura ya 20 mstari wa 1 na kuendelea. Utaangalia habari za Hezekia. Lakini kitu kingine cha tatu ambacho natakiwa wewe mwenyewe uombe, unenapo kwa lugha, omba kufasiri. Omba Mungu akupe kufasiri. Unaponena kwa lugha, omba Mungu akupe kufasiri. Biblia inasema katika Wakorinto wa kwanza 14 mstari wa 13, kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe kufasiri. Yeye anenaye kwa lugha na aombe kufasiri, kwa sababu tupo ndani ya Kristo. Unapokuwa inafika kipindi unaanza kunena kwa lugha, unavonena kwa lugha inakuwa ni faida kwa nafsi yako, lakini ukiomba Mungu akupe kufasiri, manake inakuwa ni faida hata kwa ajili ya kanisa. Inakuwa ni kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Kwa lazima uombe hivi vitu vitatu, uombe wewe mwenyewe. Kwa kufasiri kwa lugha, ukiwa unanena kwa lugha ni vizuri, lakini inakujenga wewe mwenyewe, lakini kufasiri inajenga kanisa. Kwa lazima uombe kwa Mungu ili aweze kukupa lugha ya kufasiri kila ambacho umekinena. Kwa hiyo hayo ni mambo matatu ambayo ni muhimu wewe mwenyewe uombe wakati unapoona umepungukiwa na hekima, upatapo na mabaya. Lakini unaponena kwa lugha, basi omba Mungu akupe kufasiri. Mungu akubariki sana. Karibu wakati mwingine. Amen.